Historia si historia. Leo hii nimekuja hapa tusikie historia ya huyu ambaye atatueleza ni vipi mtu anaanza hii biashara, ni changamoto zipi, atupe motisha kuhusiana na hii biashara. Ukianzia na jina, si tuambie ulikujaje na hii idea ya kuanza hii biashara? Kwa majina naitwa Thaddeus Mariga. Kwanza kabisa tukihusiana na jinsi unavyoanza na mambo ya changamoto yako, kuna changamoto mingi zinazokumbana na hii mambo ya kinyozi. Kwanza kabisa tunaanza na mambo ambayo kuna uwepo wa makastoma kuwepo ama kukosekana kwake. Kuna wakati makastoma wanakuwa wengi, hiyo ndio furaha ya kwangu mimi kama mwenye kinyozi. Kuna pia challenge yenye inaingiana na customer anakuja anasema nataka hii style, pia inakuja inalingana unamnyoa vibaya, anaanza kusema hizi vipa. So kuna challenge unafaa kupanda nao kwa kila muda sana. Na hii nimeona wakati umekuwa ukininyoa, kuna mafuta nimeona ukinipaka. Umuhimu wa hiyo kupaka mtu hiyo mafuta ni nini, ni gani? Kwanza unapomaliza kumkunyoa mtu kuna ile inaitwa spirit. So wakati nimekunyoa nimekupiga kati, kuna ile spirit. It kills some germs zenye ziko hapo kwa kichwa, labda maybe machine inaweza kukuumiza kidogo, sasa inaweza kusaidia uweze kupona haraka. Pia ile mafuta nimeweza kukupaka mafuta. So hiyo mafuta inaweza saidia hadi for example ujaipaka mafuta nywele yako. So hii nywele wakati umeipaka mafuta inaonekana mtu umetoka kunyoa na inasaidia kabisa. Kuna youth ako pale hivi nje anajiuliza, niko na idea ya kufanya biashara lakini anaona ni kama akianza kidogo kidogo anaogopa. Unaweza mwambiaje huyo anaogopa kuanza biashara? Ufai kuogopa, kitu ni kujituma. Kama sisi majenzi ni kujituma na kujitolea. Lazima uwe na passion ya kitu. So ukiwa na passion ya kitu, hadi unaweza taka hata wewe unafanya kitu fulani na moyo wako. So kwa yule ambaye ananisikiliza saa hii, you must have a passion of something unafanya. So ukiwa na hiyo passion, unafollow kwa maisha yako. Na kwa hii kazi ya kinyozi unahitajika hisabati kama ile unampiga mtu kati, lazima urainishe. Hisabati ni muhimu katika kazi kabisa. Huwezi kuja ati unaanza tu. Unajua kila kitu huwezi niambia unaweza chukua mtu yote akuja kunyoe. Kitu ni talent, labda naweza ichukulia kama talent. Lakini sana sana naichukulia ni mambo na kusoma. Unaona? Unapopiga hata cut, lazima unaichukulia. Sometimes ukipiga ya juu unaipiga kama 90. So hiyo ukichukulia zaidi unachukulia kama ile tukisoma degrees. So kuna 90 degrees, kuna nywele yako inakaa kama C, inakuja kama tunaitaka JC. Nitafuta jina alafu nitakwambia. So unaipiga like you must use those mathematics concepts. So nini huwa inakuinspire kila asubuhi unakuja kwa kazi yako ukiwa na furaha? Nini hiyo inakuinspire kila siku? Unajua kama sisi vijana tunajituma. Na unapoona mtu anaanza kuona kuna kamari unaenda unapata income kidogo, so lazima tujitume. Ukipata shilingi yangu mbili, sisi hata kusumbana na watu inanikidisha shilingi yangu mbili. Alafu kwa hii mwezi wa Disemba ndio kuna customers wengi. Huwa unafanya nini kuhakikisha wale customers wanakuja kwako wanafurahia zile nini zako, services? So kwa wingi wanakuja. So unaenda kwenye unatreat mtu, unaelewana na mtu, unamrespondea vizuri, mnaongea. Unajua usikuje customer mnunia. So kuna ile kwenye hata kama biashara, huwezi kuja unanunia mtu. So ukienda pale hivi unaongea na watu, vitu kwa mtu mwenye amekuja kukunyolea. Akitaka hii style muelezee. Jaribu kuelewana na yeye hadi unasikia tu customer ameridhika. Alafu kwa swali langu la mwisho alihusiani na hii kazi lakini nitakuuliza tu jueni youth. Utapata mwezi wa Disemba mayouth wengi wanajiingiza katika unywaji wa pombe, hizo dawa za mihadarati. Kwa nini unaona wanazitumia hizo dawa wakati huu wa Disemba? Mimi naweza sema ile kudistrahisha. Mtu anataka yani kuona like ni mwezi wa Christmas alafu unafanya kitu like want to be somebody like hata uko karibu na watu. Unajua kitu ya kusherehe unajiexpose, unaona. So ukishaona umeanza kujiexpose vizuri, pia pesa umeshatafuta pesa mwenyewe. So like just mimi ati mtu anataka kufanya mihadarati sana
ningeonelea mimi kivyangu. Hiyo pesa unaenda kupigania darati, jaribu kujua mwezi ujao Januari kuna majukumu. Kuna ile sasa unajua sherehe itaisha, majukumu yanakuja. Alafu kuna huu mradi wa rais alikuwa amezindua Nyota Fund. Kama hiyo Nyota Fund ingekufikia, ingekuboost kwa kiwango kipi hivi? Mimi kivyangu ningeongeza biashara yangu. Ya kama like kuna machine unaongeza, unaona? Unakuja unaongeza kitu fulani yenye unajua tujafikia standard yenye uko limited. You must una struggle kufika mahali fulani. So ningeongeza kitu fulani kwa fulani. Unaona Nyota Fund ningefikia, kivyangu ingenisaidia sana. Ningejaribu kuongeza biashara kama capital yangu. So ndio unaona kesho na kesho kutwa nimeongeza increase fulani. Hata wewe mwenye uko hapo, si uchukue tu time yako vizuri, hiyo idea uko nayo, uanze biashara. Hii ndio imekuwa historia ya nani? Thaddeus Mariga. Historia ya Thaddeus Mariga. Ukiweza taka kumbook, bado unaweza mpata tu hapo hapa, si wanaweza kufanyia hata booking. Hata booking unapiga. Nitakunini namba yake hapo hivi, unaweza mbook. Nikikuletea historia si historia, niite Theory wa Wangeci. Acha nikuache na maneno haya, kama vile Mwingereza alisema, an idle's mind is a devil's workshop. Tuamuke, tujitume, tujifanyie kazi bila kuchagua kazi. Historia si historia.